Wale watu wenye walikuwa wanatekwa nyara na wale zile mashule zenye zilibomolewa Mathare na manyumba, lazima watu wapatiwe haki yao. Na ndio tukamove Tanzania na tukapewa bench ya judges 7. Wakasema lazima wasikize hiyo kesi hadi mwisho. And some of the orders zenye tumeitisha kwa hiyo petition yetu ni hii bunge yenye inajifanyanga ya Iyala ikuwe dismantled. Juu saa hizi bro, hiyo bunge ya Iyala inakusaidianga na nini? Kazi yao ni kukula pesa ya wananchi. Na saa hizo Secretary General wa Iyala ni Mkenya. So tukasema kuna zile vitu zenye zinafanyika Kenya zenye hazifai kuwa zinafanyika. Tukaangalia East African Protectorate, hizo treaties zote. Tukaona Kenya saa hizi inakuwa ina benefit sana na high benefit. So apart from hii issue yenye ilikuwa ya demonstration, kuna zile issue zingine zenye tulikuwa tumeguzia huko ndani. So majamaa wakajikusanya wakasema tukienda Tanzania saa zingine tunahitaji maji ya kunywa. Cause hata nyinyi mnaweza imagine tukienda Tanzania tunakuwa timu ya watu 8 ama 9. Ukweli uongo? Kweli. Tunaenda huko tunakaa kama wiki moja, lazima tukule tukunywe. Mimi siko mrich hivyo, hata kama niko na ile kidogo, but haijafikia kusustain kila mtu. So majamaa wakajitenga mahali, ikianziwa na Kongo Ndongo, ule director general wa Kenya. Akawa chairman wao watu. Ile kidogo yenye inapatikana, yeye ndiye anatuma mtu ama analeta, tunapatana, tunasukuma hii gurudumu ya nini? Ya East African. Sasa nye nilirudi peke yangu. The reason why nilirudi peke yangu ni juu judges walikuwa wanataka kuniona. Kuna zile vitu zenye nilikuwa nafaa kuhakikisha ziko, ndio tupatiwe date ya December. December si next week. Tupatiwe date ya December, hii kesi isikizwe haraka, wenye wanalipwa walipwe. Kumbe sasa kina Kongo na grupu yake wameshikana, wameingia kwa serikali backdoor. Juani wale watu wenye walikuwa wanafanya nini? Wana support Gachagua. Sasa Gachagua kuna pesa ilikuwa inatoka saa zingine pia kwa Gachagua, inapitia kwa Kongo inakuja kwetu tunaenda huko. So wakaona sasa juu wameingia kwa serikali na kuna hii struggle ya kufanya nini? Ya Tanzania. Huyu mtu akiendelea si atafichua ukweli. So wakaona sasa huyu jamaa the only thing tunaweza fanya ni kumtafutia kesi ndio afanye nini? Ndio hii story ya Tanzania iishe. Kwa sababu Frank akienda jela, Tanzania itaendelea? Tanzania itaendelea? Wakenya watalipwa? Na saa hii juu bunge la mwananchi ndio only opposition yenye ina remain Kenya, itaendelea? And that's why niliwaambia hivi, hata mkiniua leo, mimi nilishakufa kitambo na nikachimba kaburi yangu huko Ugenya. Nikapitia Nyahururu, nikaongea na father, nikamwambia ukienda kwa shamba upate shimo, jua hiyo ni kaburi yangu, usizike. Kwa sababu ile struggle yenye tuko nayo Nairobi, mimi sitaki kuona watoto wangu wakilia. Afadhali nikuwe kwa shimo watesekange kama siwaoni, kuliko wateseke nikiwaona. Ama wateseke je ile kitu yenye naweza fanya. So Kongo na grupu yake wakashikana, ndio nikashikwa. So mimi nataka kuambia Kongo hivi, acha kudanganya William Samoei Ruto. Kama ni ukweli ulikuwa una facilitate mambo ya kwenda kwa Tanzania, ulikuwa unafanya kazi nzuri kwa Wakenya, na Wakenya wanafurahia ile kazi yenye ulikuwa unafanya. So badala ya kuniseti, ulikuwa ujiondoe, sisi kama wanabunge tukae chini, tuangalie venye tutasukuma gurudumu ya nini? Ya East African. Cause haikuwa ni lazima, ama mtu analazimishwa ati lazima ufanye. Mtu akiamua kujitolea, tunajitolea tu. Na kama hautaki, nani anakulazimisha? Si hakuna. So another thing, kesho tuko kwa State of Nation. Na mimi nataka kuaddress President William Samoei Ruto. I respect you to the letter, and I will always respect you as the president of this nation. Lakini kabla uongelele kitu yoyote, kabla uongelele mambo ya SHA, mambo ya SHI, sijui mambo ya manyumba, ongelelea kwanza wale watu wenye wako mahospitali, wenye walikuwa wanapigwa marisasi. Ongelelea wale watu wenye wanalala nje kule Mathare kwa sababu polisi walibomoa manyumba zao. Ongelelea wale wanafunzi wanasomea mashule huko nje pale Mathare. Ongelelea wale watu wenye walikuwa na kidnapiwa, wanafinywa makende ndio wasizae tena. So tunaomba daktari, as much as kuna kitu yenye utakuwa ukifanya kesho, but kumbuka Wakenya wanalia. As much as
sisi wote hatuna imani na wewe, but unaweza jiredeem, and the only way and the only pathway that you can use to redeem yourself is through doing what is right. Nimesikia wanabunge wakisema kama ni corruption ya Goldenberg haijatuliwa. Nimesikia mwana Nyahururu akisema pesa mnaenda mkipatiana kwa kanisa 5 million. EACC kwa hapo. Wale watu wenye wapointiwa wote walikuwa wanainvestigatiwa na EACC. Mimi nataka kusema hivi, hata kama ita cost kuinvite Interpol kwa hii story yenye inaendelea saa hii, I'm ready. Na next week nita move court, High Court, Constitutional and Human Rights, to invite Interpol ikuje iangalie simu yangu na simu ya Kongo Ndongo, ionekane tumekuwa na yeye mara ngapi. Ndio Kongo Ndongo akuje waziwazi ambie wa Kenya hizo mara more than 10 times zenye tumepatana yeye tukipanga nini na tukiongelelea nini. Ndio tuache kudanganya wa Kenya. Ukweli uongo? Kweli. Number 2, simu huwa zinatapiwa hapa DCI. Ukweli uongo? Simu yangu na yake ichukuliwe, voice note zote zitolewe, conversation yangu na Director General wa Kenya Kongo Ndongo yeko kwa public, ionekane tumekuwa tukidiscuss nini na yeye, kwa sababu yeye ni mfanyikazi wa serikali na mimi niko huku chini kwa wanai, na zote ziweko in public, ijulikane Francis Awino na Kongo Ndongo wamekuwa kidiscuss nini for more than 1 year. Ya 3, ikishaangaliwa iangaliwe pia huko Nyeri kuna hoteli inakuanga mahali, iangaliwe mimi na Kongo Ndongo hiyo hoteli. Juu weekends si mtu utambea na bibi yake, ionekane hiyo hoteli huko tulikuwa tunaenda huko kufanya nini na tulikuwa tunaongelelea nini. So kama ni kuambia wa Kenya, tuambie wa Kenya ukweli, tuache kusimama na uongo na tuache kuharibia bunge la mwananchi jina. So nikimalizia, nataka mjue hivi leo, nawapenda sana kama wanabunge, na nataka kuwakumbusha last year around December na mwezi wa 11 hii Jivanjia iko inakalika. Ukweli uongo? Ulikuwa mkionekana watu 5 wa 6 tia gasi na rushwa, ama mnashikwa mnaekwa kwa cell. And I can remember the first petition yenye nilipeleka kotini, na kina Ganga walikuwa wameshikwa, kulikuwa na Kiberenge, kulikuwa na Kamodha, walikuwa timu watu 8. Ukweli uongo? Ya pili wakashikwa mara ya pili tena, ndio nika move koti under article 35 na article 37 hadi tukapata orders, polisi wakawa bad kuwasumbua hapa. Siku hizi si mnaongea venye mnataka? Ndio. Kuna mtu anawaulizanga? After kuchukua uongozi, mnakumbuka kuna madam fulani alikuwa anaitwa Carrot, mwenye hakuwa analipa tax. Tukaambiana either sisi tuhame Kenya ama yeye hame Kenya. Alihama ama hakuhama? Tukatoka hapo, tukaenda kwa Wachira wa NHIF. Tukasema wewe, wamama wanalia. Hiyo season ulikuwa ukienda NHIF, saa zingine unaambiwa ati haiwezi lipa, kama mnaweza kumbuka. Saa zingine unaenda hospitali, unaenda unaambiwa NHIF yako haiwezi lipa. Tukaandamana, tukaenda tukaambia Wachira lazima atoke kwa ofisi. Alitolewa ama hakutolewa? Tukatoka hapa, tukaenda Nita. Tukasema Director General wa Nita lazima atoke huko. Haangazii masilahi ya Wakenya. Alitoka ama hakutoka? So saa hii tunaambiana hivi kama Wakenya, tutakaa hapa chini tufikirie zile institutions zenye tutadili nazo. Morala anazunguka kila mahali akistruggle mambo ya mabarabara. Nyinyi kama wanabunge mkiamua tushikilie ya mabarabara, tutaanzia na huyo Kongo, tutoke kwa Kongo tuende kwa Kandia, tutoke kwa Kandia tumalizie kwa Kinoti. Watu watatu tumeki wametoka kwa ofisi. Na pia tunaambia William Samoei Ruto, sio lazima CS wa barabara kuwa Mkalenjin kama yeye. Inaweza kuwa hata mtu mwingine. Nzuri sana. Sasa nafikiria mnaongea vitu. There's a time ndio mbaya. Sasa acha nifunge. Just close. Mwingine utaongea mpaka time nzuri. Sawa. Wanabunge hoya? Hoya. Wanabunge hoya? Hoya. So heshima sio utumwa. Ukweli uongo? Kweli.
na ndio tukue hapa kesho bila mzozano. Ni vizuri pia amekuja na heshima yake. So wanabunge, kesho tupatane tu hapa na juu ya security tusimpatie kazi kubwa. Najua tunaweza toka hapo usikie mtu amedungwa visu nini vitu kama hizo. Na pia mnakumbuka kitambo nyuma sio unajua siku hizi polisi sio kama kitambo. Ati venye mlikuwa mnaona polisi mnafikiria ni adui yetu. Siku hizi pia polisi ni marafiki zetu. Endazo wao amekuja na heshima, wa address na heshima. So wanabunge, acha tumalizeni kikao ya leo. Mungu awabariki na Mungu atuinue na Mungu atupatie strength ya kupambana na zile mashida zote zenye Wakenya wanapambana na aluta continue. Viva!